water engineers, civil engineers, or am I looking? I'm looking at professionals here in the sector of engineering. Yani si wachezaji tu, bali watanionyesha uhandisi kabisa katika mambo ama nyanja mbalimbali. Wanaweza kutengeneza madaraja, wanaweza kutengeneza barabara, manyumba, wanaweza kutegua mabomu na kutega mabomu. Yani kazi zao nyingi tu. Kazi zao nyingi tu. Alafu tukija katika 4th Brigade, hawa ndio wale askari katika lugha ya King'eng'e wanaitwa infantry. Infantry kwa Kiswahili tunaweza sema ni askari wa miguu, ambapo katika vita infantry ndio wale huwa wana clear the enemy pockets. Wakati adui amepigwa na ndege, mizinga, artillery ama armored, infantry huwa wanahakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Lakini vile vile pia wako na silaha zingine kubwa kubwa ama zana kubwa kubwa, lakini sana wanajulikana kama askari wa miguu, wale ambao huwa wana clear enemy pockets. Wow, look at that. Look at that. And they balance all this, and they balance their professional side and still manage to play and concentrate full time. Bila shaka. Kumbuka askari anapojikita kwenye michezo huwa anajiweka katika hali nzuri ya kiafya na kujiweka katika ile hali ya usabamanasi ama hali ya utayari. Unavyowaona hivi tuko standby. Tukisikia jambo lolote limetokea, unapata tunakuwa wepesi na katika ile hali nzuri ya kiafya, basi unapata tukiingia katika kazi hizo tunatekeleza wajibu wetu na kupata matokeo stahiki bila kupoteza muda na bila kuchelewa. Tukiangalia vikosi hivi viwili, ni wachezaji wangapi ambao unasema outstanding? Which players bring so much experience or outstanding, or players that are very crucial for the team, for both engineers and brigade? Bila shaka swali nzito hilo. Kumbuka madhumuni ama ruya ama maarubu ya kuandaa mashindano haya ni kuendeleza vile vipaji vya kitambo ama vya awali, na vile vile kuvitafuta vipaji vipya. Na nafikiri mkufunzi wangu pia atakuwa, ama mkufunzi mkuu atakuwa na kazi ngumu kabisa katika kuchagua ile timu ya ulinzi. Kumbuka ulinzi huwa ni mseto wa vikosi vyote kama unavyoona hizi timu zikicheza. Sasa timu ya ulinzi huwa inajumuisha wale wachezaji wazuri kutoka kwa kila kikosi, na bila shaka hilo huwa ni jambo zito sana kwa mkufunzi. Manake hususan mwaka huu kila pande, kila mchezaji amejifurukuta, kutoka kwa magolkipa, kutoka kwa pande ya defense, washambulizi na mambo kama hayo. Yani kila nyanja imeimarika kabisa. So you have been following this tournament. Now it's not the first time that you've seen the Bora Cup tournaments taking place. What makes this one different, the 2022 different from makala hayo mengine ambayo yamepita? Kuna any changes ama ni vile vile tu? Naweza kusema upo. Kama nilivyokueleza pale awali ni kwamba sisi askari huwa tunapenda motisha. Tumependa yale mambo huwa tunayafanya, na ukiongeza motisha kidogo tu, then ile click inapanda juu sana. Katika lugha ya Kijapani tunasema tuna kaizen. Kukaizen ni kuzidi kujifurukuta na kufanya vizuri zaidi ya vile ulikuwa unafanya pale awali. Ndio nikakueleza kwamba tuko katika uga mpya wa ngazi za kimataifa. Hivi basi lazima tutambae kimataifa. Na ndio naona hata mchezaji ule labda atapewa nafasi kucheza kwa mara ya kwanza hapa, anacheza ni kama amekuwa katika nyanja ya michezo kama miaka 10 iliyopita. Motisha tu ndio huwa kitu tunachokihitaji kama askari. Na baada ya hii tutaelekea katika fainali ya kupamba moto kwa wanawake na mandume. Naomba urudie swali lako. Nasema tu kwamba baada ya huu mchuano tutapata fainali ya wanadada, vipusa wale wa artillery na kahawa garrison, na baadaye pia artillery kwa mandume watenda moja kwa moja dhidi ya Nairobi. Itakuwa fainali ya kupamba moto sana. Bila shaka itakuwa ni fainali ya kukata na shoka. Baada
ya mchezo huu wa kuitafuta nafasi ya 3 tutakuwa tunaingia fainali ya kinadada, ambapo itakuwa ni kati ya Kahawa Garrison na Artillery. Alafu na ningependa ukumbuke Artillery ndio wana mizinga na ndio mabingwa watetezi, ambapo sehemu zao ama kambi yao kuu iko hapa Embakasi, sehemu yani hapa katika kata ya Nairobi. Ndiko wanafanyia mazoezi pale, na nafikiri kama mabingwa watetezi hawajafika fainali bure, na taji walilolishinda wakati wa mwisho wa mashindano haya hawakushinda bure ila ama kibahati, ila ni kutokana na bidii zao, nidhamu zao na umahiri wao na muda mzuri wanaotumia katika mazoezi yao. Hivi basi itakuwa ni fainali ya kukata na shoka. Na nikukumbusha pia hata katika upande ama kitifu cha wanaume vile vile Artillery wana mizinga wameweza kufika fainali vile vile. Hivi basi sababu hata nikitizama mwenyekiti wa Defense Forces Handball Brigade Mwenga yuko ukumbini huu. Hivi basi wachezaji watakapoingia uwanjani wakimuona, motisha utapanda. Nikirejelea tu ile nukta kwamba askari wanachokihitaji ni motisha peke yake. Ukimpa motisha tu anakufanyia mambo. Mambo ni kama hayo. Sasa ndio tunasema kwamba kwanza tunakumbusha watazamaji kwamba mechi hii ama mchuano huu unapeperushwa moja kwa moja kupitia runinga ya Look Up TV na Muthingi, na pia mtandao wa kijamii. Wanasema kwamba the world is a global village. Dunia uko sawa. Bila shaka dunia imekuwa ni kijiji kwa sababu ya utandawasi. Kitu kinafanyika Marekani, Kenya tumekijua. Kinafanyika Uchina, Kenya tunacho. Tuwashukuru sana wanasayansi kwa kuweza kutufikisha mahala tulipofika. Hata nyinyi kama Look Up TV tunashukuru sana, manake kazi mnayoifanya ni kazi nzito sana, na mnachangia pakubwa sana katika kule kuendeleza michezo, kutuuza, manake michezo ni furaha, michezo ni biashara, na michezo ni kutangamana. Bila michezo labda hatungelipatana. Bila shaka. Shukrani pia kwa wanajeshi kwa kutualika. Unajua watu wanaogopa wanajeshi sana. Watu wanaogopa wanajeshi. Hata jana nilikuwa namuuliza yule mchezaji Nyaga kwamba how hata si Nyaga, the organizers of the event. Tukizungumza nao nilikuwa namuuliza, unajua pengine mashabiki wanaogopa kufurika huku, maybe pengine wanaogopa, wanaona ni wanajeshi. Tunawaambia kwamba kujeni, mwaliko, fika. Wanajeshi hawashtui. Kazi yenu ni kulinda, na hivyo ndio inadhihirika. Bila shaka kazi yetu sisi wanajeshi ni kulinda adui anaye labda jaribu kupenya mipaka yetu pasi na idhini ama akiwa na nia ovu. Lakini kama utakuwa nchini na labda unaingia katika kambi ya jeshi na njia stahiki, basi hamna shida. Manake wanajeshi tuko na familia, mama zetu ni raia, ndugu zetu ni raia. Hivi basi kutangamana hakuna wasiwasi wowote, bora tu usiwe na nia ovu. Haya, mmeambiwa, mepata habari kwa mtangazaji mwenza, amesema kwamba msiwe na hofu, bora tu fanye nini? Shida. Hebu ita vizuri. Shida. Hebu sikia, hebu ita vizuri. Hebu niite vizuri. Tukiendelea tu, kabla arafa nyingi kumiminika, ningependa tu nisome arafa yake Sergeant Mburu. Sergeant Mburu anaitakia timu ya Engines mtangazaji mwenza ushindi. Hebu sikia mtangazaji mwenza, hebu niambie naitwa nani? Umesikia? Bila shaka. Nani sasa? Shida. Karibu sana watazamaji katika Ulinzi Sports Complex, ikiwa ni third place katika kitengo cha wanaume. Makofi kwa wana Engines wakiingia. Makofi kwa wana Engines wakiingia. Wamevalia sare za samawia iliyokolea, yani dark blue. Ndio samawia iliyokolea katika lugha mufti ya Kiswahili. Asante sana. Ambapo
4th Brigade wamevalia nyekundu iliyokolea kwa kingenge maroon. Anipende kumtambua Garrison Commander Langata, Brigadier Jaldesa. Asante sana na karibu sana saa kwenye mchezo wa kung'ang'ania nafasi ya 3 ukipenda playoffs. Asante sana. Watazamaji, umefika ule wakati wa kuwatambua wachezaji wa timu hizi mbili, tukianza na 4 Brigade, King of the Battle. Kings of the Battle. Nambari 6 ambaye ni nahodha Basi tunaanza na kuwatambua wachezaji wa 4 Brigade. Nambari 6 mgongoni ambaye pia ni nahodha ni Kopro Abel Weru. Nambari 2 Kopro Felix Onyango. Nambari 8 Samuel Chepkech. Nambari 15 Meshak Malanga. Nambari 9 Collins Kimeu. Nambari 14 Fabian Nyakundi. Nambari 4 Tony Boit. Nambari 3 Eugene Khaimba. Mlinda lango goalkeeper nambari 1 mgongoni Boaz Mbeche. Nambari 13 James Mburu. Nambari 10 Brian Otieno. Nambari 11 Dennis Njoroge. Nambari 7 Peter Mabea. Nambari 18 Daniel Nderitu. Nambari 12 Morgan Mutiso. Vile mtazamaji, tutaweza kuitambua timu ya Engineers wana Easy. Nambari 4 mgongoni Sergeant Albert Makaya. Nambari 88 Sergeant Kenneth Biwot. Nambari 13 Robert Kuria. Nambari 8 Simon Waiganjo. Nambari 6 Kopro Cyrus Ongera. Nambari 99 mgongoni Hussein Khalif. Nambari 2 mgongoni Julius Berege. Nambari 9 mgongoni Lawi Kemei.
Nambari 3 Gideon Mulwa. Nambari 21 Naftali Maina. Nambari 1 mgongoni Koproneli Ibwaka. 77 mgongoni Kopro Geoffrey Omuheni. Nambari 14 mgongoni Nelson Wanjala. Nambari 7 mgongoni Boniface Wanjala. Nambari 10 mgongoni ambaye pia ni mfungaji bora wa mabao wa kikosi cha Ize, Peter Musau. Referees wa mechi ya leo Patrick Ekisa. Referee number 2 Nesse Kennedy. Table officials Dickson Alwena, Christine Tina na Joy Kembo. Basi mtazamaji uweze kukaa tayari ili iweze kufunguliwa mechi hii.
watazamaji, tuko katika Ulinzi Sports Complex, ikiwa ni third place team, hali maarufu kama playoffs, ikiwa ni timu ya 4 Brigade inacheza dhidi ya mwana tuambie namba, tumeextend kamera. Niko hapa kwa medium, so mimi ni kamera. Basi mambo ndio hivyo, bado kitambo kidogo tu mechi itakuwa inaanza, ikiwa ni playoffs, Engines versus 4 Brigade, Thika versus Nanyuki. Playoffs, ukipenda kutafuta nafasi ya 3 kati ya wahandisi na 4 Brigade. Nataka back 4 minutes. Mimi ndio kweli. Christine, umenitoa? Sawa. Bila shaka ni mechi ya kukata na shoka kabisa, ikiwa ni mechi ya kwanza, mechi ya pili samahani, Engines almaarufu kama Easy ambao wamezivalia sare za samawia
na michirizi meupe. Chini A4 Brigade chini ya mkufunzi Benjamin Wanje. Mtangazaji mwenza, 4 Brigade wale wa away tunaongoza kwa mawili. Mchezaji Kimeu anaweza kupachika wavuni bao bila shaka na kuiweka timu yake kifua mbele. Utabiri wangu kama kawaida nitakwambia kumbuka mtazamaji, mechi hizi za Defense Forces Handball Association Championship hale maarufu kama Bora ziko aired live katika Mudhingi Television pamoja na runinga ya Look Up kutoka hapa Ulinzi Sports Complex. Utazipata katika mitandao ya kijamii ikiwa Facebook pamoja na YouTube. Mtangazaji mwenza, unaona vipi mechi hii? Mechi hii ni ya kukata na shoka. Mechi hii bila shaka ni ya kukata na shoka kabisa, manake timu zote mbili zimejizatiti kabisa na kufurukuta ili kuweza kufika mahala walipofika, ambapo kwa sasa wanang'ang'ania nafasi ya tatu. Unajua nafasi ya tatu kwa kawaida huwa kuna kikombe ama takrima. Na kufikia sasa labda niweze kumweleza mwenzangu Marion kwamba Engines ndio waliovalia mavazi ya samawia iliyokolea, ukipenda dark blue. 4th Brigade wamevalia mavazi yao rasmi maroon, ukipenda nyekundu iliyokolea. Nyekundu iliyokolea 4th Brigade. Kumbuka 4th Brigade ni askari wa infantry, yani askari wa miguu. Wahandisi ndio Thika team. Hao hushughulika na mambo ya mabomu, kutengeza barabara, madaraja na vile vile pia manyumba. Wajua wahandisi hakuna wasichoweza kukitengeneza. Na hata hawa wetu wa Kenya Army ama Kenya Defense Forces hawajasazika, wako na uwezo wa kuweza kulitengeneza lolote lile wenzao kule ugaibuni, hususan Marekani na Ulaya, hata bara Asia wanaloweza kulitengeneza. Asante sana. Labda nikupokeze kipaza sauti mtangazaji mwenza Marion, uweze kuendelea na nukta kadha wa kadha ya kinachojiri viwanjani. Asante sana, karibu sana. Shukran. Tunamfahamu kama Lewis. Anatufahamisha tu kuhusu hizi vikosi viwili, wahandisi na 4 Brigade tunaambiwa walking, inatembea. Infantry. Almaarufu kama infantry. Naam, kutembea. Bila shaka. Nikufahamisha tu manake mambo ya wanajeshi kidogo sikifahamu. Na ndio maana uko hapa. Ndio maana mko hapa. Wameweza kupata bao lingine bila shaka. Naam, wamepata bao lingine wana 4 Brigade. Tatu sasa. Marion, kusema kweli 4 Brigade unaona vipi leo? It is not business as usual. I can say business unusual. Namna gani? Hawako hapa kucheza, hawana mchezo. Salala. Sergeant Albert Mukaya. Bila shaka, yani hapa kufumbua tu, yani linawekwa huku linajibiwa kule. Sergeant Albert Mukaya bila shaka anaweza kufanya mambo kuwa matatu dhidi ya matatu. Naam. All is gold.
basi mtangazaji mwenza Marion, nakwambia hii ni kama nusu ya Olimpiki ama nusu ya ubingwa wa dunia. Manake ushindani ulioko hapa ni wa hali ya juu sana. Nakumbuka sisi wanajeshi huwa katika michezo yote tunafurukuta. Michezo kama hii ya handball, ukipenda mpira wa mikono, kambumbu ama kandanda, na vile vile michezo ya mbio za nyika, mbio za marathon, na vile vile mbio za viwanja, ukipenda katika lugha ya King'eng'e track and field events. Huwa tunafurukuta dunia nzima. Inatupa heshima kubwa kwa sababu ya kufanya vizuri ama kupata matokeo mazuri katika michezo hiyo. Hivi basi sisi Kenya Defence Forces, sisi na michezo huwa ni kitu kimoja tu. Amejeruhiwa mchezaji wa 4 Brigade. Waweza kukujuza ni nani? Nahodha Kopro Abel Weru. bila shaka, lakini yuko kwa mikono mizuri, mikono ya wauguzi. He's gonna be just okay. He's going to be fine. We sure do hope so. Also remember that Look Up TV, you can find it on Bamba, you can find it on Signet, and that's where you stream it. Look up and Muthingi TV on Signet and Signet, Star Times, Go TV and Bamba. Bila shaka Marion, ukitaka kuitazama mechi hii live, utaingia kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook ama YouTube. Naam, utaweza kuyaona matangazo ya moja kwa moja yakipeperushwa hewani na Look Up TV pamoja na runinga ya Muthingi, tukiwa ni watangazaji wako unaowapenda. Shida again na mgeni wetu leo Lewi. Naam. So we sure hope it's not a serious situation here, because this is the whole captain. There's so much weight on a captain as the leader, as a crucial player, na tunamwona anatolewa kwenye uwanja. So we sure hope it's going to be okay, so that the morale of the team does not go down. Naam, Marion, actually daktari anatibu, Mwenyezi Mungu anaponya, ama namna gani? Mambo ni kama hayo. Mechi lazima isonge mbele, na tunaona inazidi kunoa makali. Mbio wana-engineers wanajaribu. Mekosa nafasi ya wazi kabisa. Na mnyima nafasi kweli. Umesema Marion, golikipa mlinda lango ni mchoyo sana yani. Mlinda lango bila shaka Marion, kama nilivyokueleza, wachezaji ama timu zote ziko katika nguvu sawa. Unafungwa, unafunga. Anakufunga, unasawazisha. Bila shaka. Mambo ndio kama hayo, na makali yanaondolewa tu. Na nakwambia hapa nchini uweze kupata ushindani mkubwa na wenye haiba ya juu kama wa majeshi ya ulinzi ya Jamhuri yetu ya Kenya. Kweli kabisa. Mpati nakwambia. Nipe nikupe mpaka dakika ya mwisho. Unaona itakuwa vivyo hivyo mpaka dakika ya mwisho kama mechi tulizoziona hapo jana. Hadi leo naona huenda pia kukawa na ule muda wa ziada, yani extra time. Kama sasa unaona ukitizama ubao wa mabao ni dakika kama 10 ama 10, lakini mabao ni 4-3. Yani wanaenda aste, unyo kwa unyo, bega kwa bega, sako kwa bako, ndio manake. Huyo ni Nelson Wanjala, nalipachika ndani hapa, wana engineers uongozi. Bila shaka kiwanja
ni chenye kupendeza kabisa, manake ni changazi za kimataifa ukiwa ni ukumbi wa ndani. Na basi mwenzangu Marion, nafikiri unaweza kuona ama kukubaliana nami faida ya teknolojia. Ni msimu wa mvua lakini tunacheza ndani ya nyumba. Inaitwa indoor, ukumbi wa ndani. Yani tunakwenda Kenya Defence Forces, tunakwenda na ngazi za kimataifa. Alafu ningependa kukumbusha kauli mbiu ya pande zote mbili. 4 Brigade, kauli mbiu yao ni Kings of the Battle, yani mashaha. Shaha ndio wafalme wa vita. Engines unasikia ize, ndio kauli mbiu. Unasikia, unaposikia ize, Kings of the Battle, yani mashaha ama magwiji wa vita. 4th Brigade hiyo. Engines unasikia ni ize, yani wanapotamka kauli mbiu yao hiyo huwa wanajipa motisha katika chochote kile wanachokifanya. Wahandisi hao wanakosa kufunga. Wahandisi wanarudisha kwa mpigo mbio. Kuna muda wa kupoteza hapa. Hamna, hapa ni nipe nikupe. Ninasema nipe nikupe. Ize. Ndio kauli mbiu yao wana Kenneth Biwott yule. Kenneth Biwott anafunga na wana ize, wanafurahia bila shaka. Labda Mario, nikupe fursa tu nieleze kwamba kiwanja unakiona namna gani? Jamani wanajeshi, napakuliwa vinono. Yani kiwanja cha ustadi, teknolojia ya kisasa, kila kitu up to date. Kumbuka hapa licha kwamba handball ama mpira wa mkono unaweza kuchezwa, vile vile kuna mchezo wa vikapu, basketball, vile vile volleyball inaweza kuchezwa, hata tennis inaweza chezwa hapa, hata squash, hata badminton, indoor, hata unyanywaji wa uzani, hapa unacheza, hata ndondi zinaweza zikachezewa hapa, hata ile michezo ya kunyanyua uzani bado hapa. Uzani hapa. Inaitwa uga wa ulinzi. Ndio makuzi tuliokuwa sisi wana KDF. Tunamshukuru kiongozi wetu Chief of Defence Forces General Kibochi kwa kuweza kuhakikisha tunazifikia ngazi hizi. CDF. Mtazamaji, ndani ya kipindi cha kwanza, ikiwa ni mechi ya kusisimua kabisa, mechi ya kukata na shoka. Third placed team, hali maarufu kama hali maarufu kama playoffs, ikiwa inachezwa na ize hali maarufu kama Engineers Brigade, aliyevalia mavazi ya samawia na michirizi ya meupe. Anacheza na timu ya 4 Brigade, King of the Battle. King of the Battle. Naam. King of the Battle, 4 Brigade. Ize. Handisi wale. Engineers. Naam. Tamu sana. Shabiki wa 4 Brigade ukimwambia 4 Brigade bila shaka utasikia vile watakujibu. Naam. Mtangazaji mwenza Lewi ataweza kwenda huko kipindi kisichokuwa kirefu, kisha utaweza kuwasikia live kutoka kwa ngome yao. Ikiwa ni mechi kali kabisa, unaweza kutuona live kutoka YouTube, vile vile Facebook, kupitia kwa runinga ya Look Up, ikishirikiana kwa mpigo na Mwanamudhingi Television.
tunasema kwamba tunapatikana kwa Star Times, Go TV na pale pia Bamba. Yaani pale hata Signet tupo kwa mpigo. Tunasema kwamba Signet, Star Times, Go TV, Bamba, wewe tu tafuta Look Up TV na Mudhingi na utatupata pao. Zote hizo. Na mitandao ya kijamii pia tupo. Signet, mambo ni kama haya. Star Times, vile Bamba, Signet, Star Times, Go TV. Bila shaka unasikia mtangazaji mwenza alivyokueleza. Mtangazaji wa EZ nambari 2 mgongoni, Julius Berege, ni mchezaji ambaye ameweza kutamba sana viwanja vya handball katika ngazi za kimataifa. Hata alipokuwa anasajiliwa kujiunga na kijeshi, alikuwa ametoka katika ligi kuu ya kitaifa ya mchezo huu. Bila shaka Hussein Khalif anawapa wana EZ goli la kenda. Msimamo wa magoli ni EZ kenda, 4 Brigade, Kings of the Battle 5. Tumeanza kuwa na pengo. Sema kwamba tunapelekana moja kwa moja, lakini sasa tunaona kwamba wana EZ wanafanya kama walivyo, wanacheza kama hao. wana EZ wanapachika, inakuwa 10 sasa. Wanatia kimiani bao la ashara, ukipenda 10, na kufikisha idadi ya mabao kuwa 10-5. EZ yani Engines 10, 4 Brigade 5, ambapo wachezaji pande zote wanaonekana kuwa wenye kawi ya juu kabisa. Wana EZ wako kwa mashambulio, wanajaribu ngome ya 4th Brigade. Wanajaribu na huyu mchezaji huyu tumeangalia Kenneth Biwott anajaribu, lakini Simon Waiganjo analipachika ndani ya wavu, anacheka na wavu kweli kweli, huku alama ikisalia kwa
41 dhidi ya 5. Mambo ni kama hayo. Mtangazaji mwenza Marion, nafikiri umeona namna na jinsi wachezaji wanatumia mbinu tofauti kupachika mabao wavuni. Kuna wale wanasimama, wanaojipinda, wanaojirusha. Nafikiri hizo mbinu umezionea hapa, wala hujazionea kwingine kokote. Ni ulinzi tu. Ulinzi peke yake ndio unapata mambo kama wanajeshi. Majeshi. Wanapobuni timu moja ndio inaitwa ulinzi. Maana jina ulinzi linasimamia majeshi wote wa ulinzi ya Kenya. Bila shaka anakosa nafasi ya wazi kabisa mwana Brigade. Nafasi ya wazi katika lugha ya kimombo a clear chance 100%. Anaikosa, atajuta bila shaka, sababu time is money na muda haumuongojei yoyote. Sema nini? Time is money and every score matters. Definitely. Umemsikia alivyosema. Unaona nani akichukua? Unaona nafikiri unaona msimamo wa mabao. Unaonyesha ubabe wao. 11 wana engines ama ukipenda wahandisi. 5 4th Brigade. Engines kwenye sare za samawia iliyokolea ukipenda katika lugha ya King'eng'e dark blue. 4 Brigade nyekundu iliyokolea katika lugha ya King'eng'e maroon. Ambapo ndio 4th Brigade wana mabao 5, wana engines wenye mavazi ya samawia iliyokolea 11. Je, idadi ya mabao ama hali ya mchezo unauona namna gani? Nimeona kwanza watu wasipo hii wenye wako na 5 kwa act huu wasipojizatiti, because apparently the people who are playing the people who are with 11 points right now they're so determined to win. And for now, if you realize that the game is getting even more tougher, because apparently the people, the top score, the people who are leading right now, they are so convinced that they have to win this game. Yes. Yeah, very true, very true. Remember, when you open a gap, you've got to maintain it. If you get tired, the trailing team passes you with number of goals. So you've got to apply the right or the correct full tactics, especially playing this game of handball, because it's a very fast game. It's a very technical game. It's a game that is always very unpredictable. And for today they have to work so hard, because apparently they are competing for number 3. So every team wants to win. So they have to make sure that the margin is a bit bigger. So that's why I'm telling you the game is a bit competitive, and it's a bit so tight, because apparently nobody wants to lose it. Very true. And remember, in the Kenyan Defence Forces, winning the number 1 cup, the number 2 cup, the number 3 cup is a very important thing, because getting either of the cups or the titles is a very big achievement, because our games or our competitions are always very, very competitive, and it's very hard for a team to maintain or to defend the titles they win in either games, may it be football, handball, athletics, boxing, whichever. So whichever trophy you get, you take it very serious. When you get to the competitions, you get very focused, get very serious, because winning a trophy or a title in the Kenyan Defence Forces is really an uphill task.
Kumbuka mtazamaji, mechi hii unaweza kuitazama live. Bao! Anapata bao. Ala, anaipachika na fashion, yani kwa mpigo. You know, some of these scores are so beautiful. Yeah. Oh my goodness. He tries, but it's... No. You need to be very accurate. Usikurusha tu bali. You want to get it straight into the net. Bila kwa umakini. Kabisa mchezaji Berege. Mchezaji Berege mwana Ize. Berege nambari 2 mgongoni anafanya mambo. Bila shaka. Kumbuka viwango vya wachezaji wetu sio vya kutiliwa shaka. Na ndivyo unaona pande zote zinajifurukuta kabisa na kuweza kuhakikisha kila timu inapatia timu yake ushindi. Kumbuka licha na mazoezi mazuri, wachezaji wanapoingia uwanjani huwa wanazitetea rangi zilizo kwenye bendera zao na kauli mbiu zilizo ambapo ni za vikosi vyao. Hiyo kama wanajeshi huwa tunachukulia kama mambo mazito kabisa. Na ndiposa unaona hamna anayeingia uwanjani na kulegea ama kuchukulia mambo rahisi. Anajitolea kabisa. Kama sasa ukitizama msimamo wa mabao ni 13-8. Yaani hapo tunasema ni kama wametoshana nguvu kiasi. Kwako mtangazaji mwenza Sergeant Shida. Ndani ya Ulinzi Sports Complex, ikiwa ni third placed team almaarufu kama playoffs, ikiwa ni mchuano mkali kabisa dhidi ya timu hizi mbili ambazo ni Engineers Brigade Ize, ambaye ameweza kupata takriban mabao 13 dhidi ya mwana 4 Brigade King of the Battle. Hussein Khalifa ameweza kupachika kwenye wavu bao hilo. Hussein Khalifa. Na basi mtangazaji mwenza, labda huenda ikawa ndio mara yako ya
11 teams from the Defence Forces Handball Association, and their mission is to battle it out for the Chief of Defence Forces. Bora Cup for the best formation. Action kicks off on Monday the 7th till Tuesday the 15th of November from 8 a.m. daily at the Ulinzi Sports Complex. Team Bora Nigani, come witness the Handball Challenge Cup at its best. This action is brought to you by the Defence Forces Handball Association in partnership with the Kenya Handball Association. Look Up TV and Mudhingi TV are the official media partners. Ni mgaragazano wa wanajeshi. Tuko hapa maeneo ya Kampi Nyasi, sehemu inaitwa Barwesa, county inajulikana kama Baringo, na hapa ni Blessing Child Care Center. Tulikuja hapa mwaka uliopita, tukaona jinsi watoto wanavolala katika bweni. Tukasema we are gonna be back. Leo tumeleta chakula ya watoto, ile sanitary towels kwa wasichana wetu, lakini pia tumekuja na hundi. Wacha tuone vile wata react tukiwapatia a check of 200,000 Kenya shillings. Hawana habari, njoo cheki. Nasikia kufurahi sana. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Loto. Sasa natangaza ya kwamba within 10 days tunaishi nyumba mzuri ambaye leo tumechengewa na Loto Kenya. Kongoi. Kongoi. Yote ni kwa hisani ya Loto Foundation. All this is possible because you are with us. All this is possible because you are playing Lotto. Kwagĩa mairia o muthenya Nyitanĩra kwako Sergeant Shida. Vile vile kuna kikosi kingine ambacho kinajulikana kama ASOB, Army Special Operation Brigade, ambacho makao yake ni mjini Gilgil. Wanajulikana sana ukisema Airborne Who, Airborne Who, Airborne Who. Bila shaka wana paratroopers wetu. Vile vile kuna kikosi cha 6 Brigade, wana Desert Scorpions. 6 Brigade, 6 Brigade. Vile vile kuna kikosi wameenda likizo. Alafu mtangazaji mwenza, nafikiri tutakuwa watovu wa fadhila kwa kuweza kuzisema kauli mbiu za kijeshi peke yake, ilhali tuna wageni na hatuwapi fursa ya kuweza kusema kauli mbiu yao. Look TV nasema ngao ya taifa. Look TV
ngao ya taifa. Nafikiri watatuona baadaye tuweze kuandikia kauli mbiu yao, ndio wakwe wakizisema wakati watakuwa wanakutana na idhaa zingine kama vile KBC, NTV, Citizen na K24. Asante sana mtangazaji mwenza Shida, unaweza kuendelea. Asante sana. Vile vile kuna the third placed team ambayo ni 4 Brigade. 4 Brigade bila shaka wako 4 Brigade, hebu inua kibao. 4 Brigade. 4 Brigade. Bila shaka umeweza kuwasikia 4 Brigade. Alafu mwisho kabisa kule kuna mwana 2 Brigade. 2 Brigade. Mwisho kabisa kule 2 Brigade. Upande mwingine kule kuna timu zingine ambazo kuna Embakasi team. Embakasi team, piga picha. Embakasi team ambao Artillery Gunners hali maarufu kama the finalists, ambao wataweza kuwa wanamenyana hapa katika finali zote mbili, ikiwemo ya kinadada na ya wanaume. Kauli mbiu ya Artillery Brigade kama unaikumbuka mtangazaji mwenza, hebu iseme. Together. Together. Together race bila shaka Embakasi team. Together race. Vile vile kuna Isiolo team. Yani kwa cha msingi tu 8th Brigade mnapendeza sana kama vitinda mimba za Kenya Defence Forces, na yale mnafanya makubwa mno. Yani mnapendeza, na kwambieni mabao ndio mnayo mengi, nidhamu ndio mnayo zaidi, yani mnapendeza sana wana 8th Brigade. Michuano hii iliweza kung'oa nanga mnamo tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka 2022, ikiwa na jumla ya vikosi 13, 13 brigades ama ukipenda 13 formations ambao wameweza they have been taking part in this competition. Zilichezwa mechi za makundi, grouping matches, hadi siku ya Jumapili tarehe 13 ambapo ziliweza kukamilika. Timu 4 zilifuzu kufika semifinali, michuano ya muondoano, ikiwa pamoja na Engineers Mwanaize pamoja na 4 Brigade, Artillery Brigade, hali kadhalika Nairobi. Michuano ya semifinali iliweza kuchezwa hapo jana, ikaweza kukamilika ikiwa Abasi. Nipende kuwatambua wageni rasmi walio hapa nasi: Brigadier Jaldesa ambaye ndio Garrison Commander Lang'ata, Brigadier Mwenga ambaye ndio Chairman Defence Forces Handball Association, ambapo vile vile ndio Brigade Commander Artillery Brigade. Vile vile tuko naye Brigadier Keter ambaye ndio Garrison Commander Kahawa. Vile vile tuko na Brigadier Lobal ambaye ndio Chief Inspectorate. Tunaye pia Colonel Kiprop ambaye ndio Colonel Sports DHQ. Vile vile tuko na Colonel Mbugwa ambaye ndio Bora Cup Evaluation Team. Asante sana. Mgeni rasmi tulienaye ni Brigadier Jaldesa ambaye ndio Garrison Commander Lang'ata, ambapo katika lugha ya King'enge tunasema
yuko home ground. Karibu sana saa. So we resume in the matches, and would like to remind our viewers that the finals are coming through right after this game. We'll definitely see the finals of the women's side, starting with Artillery Brigade and Kahawa Garrison. Then later on, Artillery Brigade again versus Nairobi. Those are the finals that we're waiting for in the afternoon and in the evening. But kwa sasa, we're just here for the third place, which is bigger and better. 14-8 scores. Amefunga Buya Kasha. Sasa ni 15-8 for the engineers. Wahandisi hawa. And by the way, my friend Marion, you will realize that both of the artillery teams, both men and women, have made it to the final. Imagine. I think this is courtesy of the super leadership of Brigadier Mwenga from artillery. So the teams, both of the teams are very motivated, and that's why they've made it to the final. And remember, they are the defending champions. Yeah, they are the defending champions, so there's a lot of pressure on both them. True. Beautiful score now with 16-8. 16-8. Half the mark. Imagine that. Engineers leading. Did you expect that? But, okay, I can promise you it's not yet over. And in the Kenyan Defense Forces, we never say die. We fight till the end. And I can assure you, the scores won't end up this way. 4th Brigade will either score more or level, or even overtake the engines and emerge the winners. Anything can happen in such competitions. Pass it to Samuel Chepkech passes it. So Marion, that's a penalty. 7 A penalty is normally given when a player has a scoring chance and then the opponent maybe holds or puts his hand. You don't want to make some of these mistakes because it costs a team, and Malanga scores. Malanga analipachika kwa wavu hiyo penalty. You see now it's 16-10. It's 16-10, they're catching. You are right, actually, you are right. Okay, it's a difference of 6, eh? It's a difference of 6, but you've got to wait till the end. Paka mwisho. Anything happens. Dakika ya mwisho. Tick-tock, tick-tock. Yeah. Wana 4 Brigade wanatafuta bao. Naangazia tu. Wanavamia ngome ya wana engines. Wanajaribu. Inazima. La. Wahandisi wanawatoa kwa mpigo. Goalkeeper wa engines. Anasimama imara na kuzuia. Nelly Ibwaka analitoa. Anafahamika kama
Nelly Ibwaka, Koplo Nelly Ibwaka. Tena wanalitafuta. Now we want to see if they'll make something out of it. Still at the danger zone, passes it to Mwalanga again. The defense is tight, but wanajaribu kupiga pale. And again, Marion, you'll realize that the energy levels of all teams or all the players are always high. They are high. The matches, we expected this because both teams ndo wafike ndo wamalize wa pili, yani ndo wabanduliwe. Yeah. They were stronger teams. They were very strong teams. No team, neither an individual shows any kind of weakness. Langa tena kwa mpigo. 11-16. 11-16, they're catching up. Kwa pengo ya alama 5 tu. Sasa wana engineers wahandisi hao wanatafuta pia pengo. Bila shaka, and they're making things look very easy. And this is due to the the practice or the training they undergo when they get this chance. They're making things look very easy. Yeah, like the easy motto from the engineers. Yes. The easy themselves. Pia for Brigade, Look at these players. Look at the composure also. Yeah, there are another a very hard nut to crack. Yani wao ni moto wa kuotea mbali. Wana Brigade. Kweli. Kwanza coming back from the second half has served them very well because they now are showing their strength and prowess from the second half. Surely there's something that the coach has told them that is changing the game. Sure. Now Ize looking to make a score out of it. Swali likiwa, je, wataweza kupenya hapa? Na bila shaka ndio wataweza kupambana hadi tamati. Na bila shaka nambari 6 4th Brigade Abel Weru anafanya madhambi na kutolewa nje dakika 2. Alafu Engines wanapewa tuta na wanatumia nafasi hiyo kwa uzuri na kutia kimiani ama wavuni na kufikisha idadi ya mabao upande wa Ize kuwa 17 kwa 11. Sasa kumbuka sasa 4th Brigade ama ukipenda Nanyuki wanashambulia ama wamesalia uwanjani wachezaji 5. Manake mmoja wao ameweza kupatiwa adhabu ya kukaa nje takribani dakika 2. Nilichokifanya ndizo sheria za michezo hizo. Sheria. And handball is very very strict when it comes to discipline. Unapovunja mojawapo wa sheria unaadhibiwa papo kwa hapo. Wa pili huyo tena Kimeu. Kimeu anaadhibiwa. It's now worrying. Kimeu nambari 9 mgongoni. Lance Koplo Collins Kimeu. And they net it through the penalty spot. Aya, sasa naweza kukuhakikishia kwa sababu ya ule uzoefu ama ujuzi wangu kuwa katika michezo. Unapoona timu inaanza kufanya madhambi kama vile 4th Brigade wanafanya, hiyo huwa ni dalili aidha ya uchovu ama wapinzani kuwa na mbinu kabambe zaidi ya wenzao. Hivi basi engineers mbinu zao ziko juu, nguvu yao iko juu, ujuzi wao bila shaka uko vile juu zaidi. Na ndio sababu naona 4th Brigade wanaanza kufanya zile zinaitwa katika lugha ya King'eng'e terrible mistakes. Terrible mistakes. Yeah. Mistakes that you don't want to make. Namba 11 upande wa Ize anaadhibiwa.
Nelson Wanjala anaadhibiwa. Sasa Fourth Brigade wanapata tuta. Acha tuone kama watatumia nafasi hiyo vizuri. Malanga pia anajua. Malanga tumemwangazia. Bila shaka. Makuu haya Neli Bwaka tena akaonyesha ubabe wake. Imekuwa ni Neli Bwaka. Bila shaka goalkeeper ameokoa, kumaanisha ni goalkeeper mzuri. Ni mkali sana huyu Bwaka. Na tangia mchezo kuanza tumeshuhudia akiokoa mabao mengi sana. Kama siye labda wana Fourth Brigade wangekuwa wamefikisha 20. Wanaweza kuongoza. Wanaongeza. Ameokoa tena. Namba 8 inaokolewa. Basi mtangazaji mwenza ambao nilikuwa nikisema, unapoona timu kama Fourth Brigade wakianza kufanya zile zinaitwa terrible mistakes, basi hiyo ni dalili ya kuonesha kwamba wapinzani wao wanawazidi kimbinu, kinguvu na kila kitu. Na ndiposa unaona sasa Fourth Brigade wanasalia kuwa na mabao 11 na wapinzani wao ambapo ni Engines wako na mabao 19. Hiyo ni ishara kwamba Engines huenda ndio watakuwa mabingwa wa mchezo huu wa kutafuta nafasi ya 3. Ama unaonaje? As I told you about this game, apparently when it comes to second half, we all have that time to talk with the coaches. You know, the coaches notice that there's a problem here, there's a problem there, there's a problem there. So apparently every team they have talked to their people, and when it comes to second half, hapo unajuanga ni kufa kupona. So apparently when you see them making such mistakes, it means that their opponents are getting more stronger and they're getting more focused. So apparently it's getting like the game is getting heated, so such that we all know now who is gonna win and who is gonna lose. You are very right, because the second half is the last part of the game. So if you train like with the 5 goals, then you have very little chance of winning the game. So as I predict, Engineers are going to take this game home and emerge the victors, or the number 3, or take the 3rd position of this year's Defense Forces Handball Championships. Alafu unajua bado ina determine pia the morale yenye mmerudi nayo, because apparently kama the Wachana Engineers, the other team, kama walienda, kama wamekuja na motive ya tushashindwa, kama wamerudi na hiyo fikira that wameshindwa, then that's why they are doing that. But for the Engineers, they are ready to fight. Now for now, as you can see, the game apparently it's getting more heated, because apparently the game is mpira ni kama inaenda side moja. Nakubaliana na liunga tamko lako kabisa, manake kuna mambo mengi tu ambapo huwa yanategemea timu kushinda ama timu kushindwa. Hapa motisha wako ukienda chini kidogo, kwa sababu huu ni mchezo wenye kasi kabisa, manake ukifumba kufumbua, yani mshambulizi ameshafika kwenye lango lako. Kama Fourth Brigade labda mtisha wao utakuwa ni wenye kwenda chini kidogo, basi bila shaka Engineers wanatumia nafasi hiyo na kupachika mabao kadha na kuwawezesha kuwa washindi katika mechi hii ya kutafuta mshindi wa 3 mwaka huu wa 2022 hapa katika viwanja vya Ulinzi Complex Sports Complex. Alafu kitu moja, kila team iko na aim yao, mbona tunacheza hii game. So if apparently the Engineers, their aim is winning, they will win. And that's what I've told you, when they come to second half, when they come to the second part of the game, they have come to say that this game, we have it, we own it, we have to win it. So apparently they have come to they're coming with a morale of we have to win this game, because apparently the better number we can come. Kama tuko finals, tunaweza kuja number 3, and which is a better number than none. So when you see them playing or how they're playing, whatever they're doing, it means that their aim when they came to this game was winning. Very true. Lakini kumbuka pia kuna sababishi za timu kushindwa. Labda muda walokuwa nao katika mazoezi unaweza kuwa labda ulikuwa mchache kidogo, kwa sababu unajua sisi askari huwa wakati mwingine tuko na kazi nyingi sana.
labda wametoka zile zinaitwa deep ops. Deep ops ni wakati askari wako katika zile kazi za kijeshi nje ya mipaka ya nchi. Sasa nafikiri 4th Brigade hawajakuwa na kipindi kirefu mno cha kufanya mazoezi kama wapinzani wao wana engineers. Hiyo inaweza kuwa ni sababu moja ya kuwafanya labda kutoshinda mechi hii, lakini tutasubiria kipenga cha mwisho kuweza kumjua mshindi ni nani. Make mengi utokea. Kama sasa unaona tunazungumza na 4th Brigade wameweza kuongeza bao lao kufikisha idadi ya mabao kuwa 13 kwa 20. Hivi basi wameshindwa ama wako nyuma na mabao 7 peke yake. Mabao 7 sio mengi. Kama wanaweza kujifurukuta na kutia bidii kabisa na kuongeza kasi katika mashambulizi, basi wanaweza kuwafikia wenzao, lakini ni jambo la kusubiria na kujitazamia. Ukisema ya kwamba team inakosa kushinda kwa sababu ya preparation ama kwa sababu ya mazoezi, putting in mind that these games have been happening from 7th, today's on 15th. Apparently, in as much as if you never had enough exercise, they have worked so hard to get here, because apparently they have played so many games to get here. So apparently I believe that the body has opened up for now. The body from 7th have opened up to get to that point. So saying that the preparations they didn't have like a good preparations is not enough reason. It's a very valid point, very, very valid, and I repeat, very, very valid point. Remember, this is a tournament. If you had trained for so long, then you get fit. If you hadn't trained for long, then this tournament itself, you get tired just after 2 or 3 games because your body had not opened up. You know, hiki ni kiwanja cha vita, na huwezi kufanyia mazoezi katika uwanja wa vita. Kwa vita unakuja kama umejiandaa. Kujiandaa kwa wachezaji ni mazoezi, kiwanja ni mashindano. Hivi basi kama 4th Brigade labda walikuwa hawajafanya mazoezi mengi, basi watakuwa ni wenye kuchoka, lakini wale ambao walikuwa wamefanya mazoezi mengi, kumbuka tukisema mazoezi kwa kipindi cha kutosha ama muda wa kutosha, na maanisha kama mwaka mmoja hadi miezi kama 8 ama 6 hivi. Lakini kama utafanya mazoezi labda mwezi moja, miezi 2, miezi 3, mazoezi hayo yatakuwa hayatoshi. Maandake ukija kwenye tournament baada ya mechi ya 3 ama mchezo wa 3, basi mwili unaanza kuwa fatigued, yani ule uchovu unaanza kujichomoza. Ukisema ya kwamba hawakuwa wamefanya exercise kutosha, how did they get here? Because apparently there were so many games that have been played, and if they had no like a good exercise, that means they would have lost. They wouldn't have got to this point, because apparently these are semi-finals, right? They wouldn't have gotten to this point. So when you say they didn't have like enough exercise, so that means they got lucky in the other games. Ama they played weaker teams. Not that they played weaker teams. They played good teams, but their energy begin building when time catches up. Remember, it is the experience that has made them reach where they are. But you know, experience and fitness, these are 2 different things. You can be very fit, very experienced. Okay, you can be very experienced, but you are not very fit at the moment. So what happens? You burn out. And remember, good players also burn out. You remember even at the World Cups, you see teams going even up to extra times. So if you meet a team that hasn't played extra times, it normally has more energy than the team that plays extra times. This happens in sports. You know, from a fan's point of view, you are right. But from a player's point of view, things again get different. You know, you realize that at this juncture, whatever is happening here is that the mentality they went with kwa halftime. Wale na ile mentality ya enyewe wao watu wako wametuacha na gap kubwa. So what do we do? What they do, wanacheza hii game na kupanic such that they need to score like wanaona ni 21-15, wanaona hizo ni like 6 goals. So they're like, how can we tunaweza shikanisha aje zikuje hizo 6? So apparently the second half they're playing out of panic. Wanacheza wanataka kushinda because apparently they want to get there. But sasa wanapata the engineers are so like they're so tight and they're so focused that such that pia wao hawapay time. So apparently unapata the Brigades they're playing out of panic
Engineers are playing with they're so relaxed, and they're so focused that they have to win this game. True. You are very right. And another thing, there is something in sports, in handball and basketball, called a turnover. If you've got very many turnovers, like that one now, you see he had a chance, he has not scored. Okay, if his opponent utilizes the little chance they have, then you just have yourself to blame for not taking your chances. So sometimes unapata wachezaji labda ukieka madoido, machejo na yani wakati haufai, unabaki ni wewe kujilaumu. Kama vile unasema na ungatamko lako kabisa, manake ukiangalia wana engines wakienda kushambulia wanahakikisha wanatoka pale na bao, lakini wana 4th Brigade kidogo wako na turnovers mingi, na hizo zinakuwa ni sababu yao kuwa na mabao machache dhidi ya wapinzani wao. Mtazamaji, tuko katika Ulinzi Sports Complex, ikiwa ni mechi ya mwamuzi wa nafasi ya 3 hali maarufu kama playoffs, ikiwa ni mechi kali kabisa, mechi ya kukata na shoka bayana ya vikosi viwili, kikosi cha EZ Engineers Brigade ambapo kinacheza mechi na kikosi cha 4 Brigade. Engineers Brigade wamezivalia sare za samawia na michirizi meupe, na 4th Brigade amezivalia, hebu niambie kuhusu hiyo rangi. Kila wakati shida pata tatizo sana na rangi, ama mena colorblind. Engineers wanavaa navy blue au dark blue. Ungeniambia ni Kiingereza ningesema. Ndio kwa Kiingereza. Basi huyo ni mtangazaji mwenza. Engineers Brigade wamezivalia sare za navy blue, na 4 Brigade wamezivalia maruni, ama vipi? Kama wanavyoitwa maruni commandos, wamezivalia maruni. Naam. Ikiwa mechi hii naitazama moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook pamoja na YouTube, ikirushwa hewani moja kwa moja na kituo cha runinga cha Look Up, kisaidiwa na Mudhingi Television. Pia tunawakumbusha watazamaji kwamba fainali inakuja moto sana, fainali moto kabisa,
Artillery Brigade wakiwa pande zote kwa wanawake na mandume, huku kwa wanawake wakiwa dhidi ya Kahawa Garrison, na kwa mandume Artillery watakuwa na jukumu kubwa sana watakapokutana na nani hao? Mandume wewe. Mandume na Nairobi. Wote hao wametoka jiji la Nairobi. Hao ndio wanawika mpaka mwisho. Haya, tunarudi kwenye mechi after the time out. Ikiwa tunarudi after time out ikiwa Ze Engineers yuko kifua mbele na mabao 24 dhidi ya Brigade ambaye ameweza kupata 19. Ishafika 25. Kila sekunde ni bao. Hatari kabisa. Naam. Na 4 Brigade wanaangazia kupachika huku. Mchezaji Abel Weru akiwa chini. Mchezaji huyu pia tunamkumbuka kwamba alikuwa mpata jeraha kidogo, lakini tumeona amepata nafuu kweli bila kuelekea. Kabisa mchezaji mwenza mchezaji haya wana engineers wale kwa kasi mno wananitafuta alama, inarudishwa mbio, yani mechi inapamba moto. Jamani, hatari. Tumesema Ibwaka. Mchoyo sana. Nakwambia mchoyo. Amekataa. Abadan katani. Hapana. Amekataa. Hapana. Utapita aje hapa? Ibwaka huyu. Ibwaka hatari kabisa. Hatari sana wa wahandisi wa engineers. Engineers easy. Now. Vile mchezaji wa Engineers nambari 99 mgongoni, mtangazaji mwenza, ameweza kuwa a very important player katika mechi hii. Hussein Khalif ule namba 99. Naam. Ameweza kufunga mengi sana. Wanafunga. Naam. Huyo ni Eugene Hamba. Mimi naona umeanza kuyajua majina kabisa sasa. Paka naiweka ile Kiluya Hamba. Namba. Umechua namba sasa. Nimejua. Bila shaka. Wanajeshi. Bila shaka. Haya 25 Ize dhidi ya 20 ya Mwanafu Brigade. Kwaje sasa hapa? Watu wanaangazia tu kupachika, narudisha tena kwa kasi. Mchezo huu una kasi mno. Unaenda kwa mbio sana. Ukizubaa tu na kusleki hivi kidogo. Bila shaka. Usizubaa utapatikana. Ona wanavyoshirikiana pale. Amepokonywa yule Malanga. Amepokonywa. Malanga anapokonywa kweli. Amepoteza fursa ya kuipeleka alama kwa 26, imepokonywa tu hivyo. Nangojea 30. Unangojea 30? Haya. Kama kawaida nangojea 30 mimi. Basi mimi itakuwa tu kukaa chini na kutazama. Tunatazama. Choyo. Ibwaka nini? Ibwaka unawanyima sana wana 4 Brigade. Mashabiki wanawika, wanadhika Engineers kwa upande ule mwingine wakisherehekea, huku wanaweza kufunga, naweza kulipachika. Shaka ni mechi kali kabisa ama namna gani? Unakosa vipi? Sasa finali kabisa. Nakwambia finali.
tunaanza na akina dada, alafu mandume sasa. Mandume sasa. Tunakamilisha. Alafu kuna ile closing ceremony. Naam. Wanapatiwa mazawadi pale pale, tunaona trophies. Taji. Naam. Wanavalishwa mataji, wanapewa trophies, awarding ceremony. Amepoteza. Wanasema Brian Otieno, vipi kaka? Wanasema ameweza kujenga hema katika eneo la wenyewe. Ama namna gani? Bila shaka. Bila shaka mechi ya third placed team halmaarufu kama playoffs imeweza kufika tamati, ikiwa timu ya Ize imeweza kupata ushindi kwa mabao 25 dhidi ya 19 20 dhidi ya 20 ya timu ya Brigade. Haijafika. Kukumbusha tu kwamba haijafika 30 uliyotarajia. I take back my words. You take back your words. Nashukuru sana. Lakini wana Brigade wameonyesha mchezo mkali pia. They really put up a good fight. They put up a good fight kwa sababu ni alama chache tu. Naam. Ni peke yake. Manne tu. Yes. Just 4. Wamebadiliwa. Alafu huku tukiangazia sasa finali na itakayokuja Artillery Brigade na Kahawa Garrison. Bila shaka wewe mwenyewe shabiki wa Kahawa sugu. Ndio unadhani? Kahawa sugu wewe mwenyewe. Ndivyo unasema? Kangeni wa Kahawa bila shaka ana shida. Shida wa Artillery. Nakumbusha kwamba mechi iko live katika runinga ya Look Up TV na Mudingi TV. Tukisema kwamba iko kwenye Signet, Go TV, Star Times na pia Bamba. Unapitia tu pale unatafuta, na kama huna televisheni ama runinga karibu, mtandao ya kijamii inakupa fursa ya kuipata michuano haya, mechi moja kwa moja. Kwa mbali kabisa naweza kumuona mtangazaji mwenzetu senior reporter Chacha ameweza kuwasili. Robert Chacha ameweza kuwasili. Naam. Atajumuisha na kuweka na sisi ili tuzidi na finali. Bila shaka. Wakati nzuri sana kufika kwa sababu finali ndio inanuga sana. Finali. Tamu sana. It is just all you save the best for the last. Tantalizing. It's sweet. We save the best for the last. Sensational. Sensational. No. Save the best for last. Mtangazaji nafurahia unavyoiweka sensational. Unaweza kwa mpigo yani una feel. Naam. Naam. Finali hiyo Artillery Brigade wakiweka kote kwa mandume na kumbuka dada vipusa wale. Kumbuka mtangazaji mwenza Artillery Brigade ndiye bingwa mtetezi wa michuano hii kwa vitengo vyote, kina dada pamoja na wanaume. Artillery Brigade bingwa mtetezi and is also the finalist of the day. Huku tukisema kwamba we recognize the presence of the general manager of Look Up TV and Muthingi, Bwana David Mbatia himself amekuja katika finali. Yana anasema kwamba sporti tunaiweka kwa mpigo. No. Look Up TV tuko mbele kwa mpigo, and that's why Bwana David Mbatia ameweza kufika. Karibu sana mkurugenzi mkuu wa Look Up Television, runinga ya Look Up, Bwana David Mbatia. Karibu sana kwa kujiunga nasi siku ya leo ili uweze kutazama mechi za moja kwa moja kutoka Ulinzi Sports Complex. Karibu sana. Vivyo hivyo ulivyosema, itakuwa finali kali sana. Yani paka meneja anafika, wakurugenzi wanafika. Finali hii ukose vipi? Utakosa vipi? Utakosa uchekwe. Ukikosa utachekwa bila shaka. Naam. Na studio kuwakumbusha tukatangazaji wenzetu hapa, mtangazaji mwenza atakueleza mwenyewe jina lake. Basi kwa majina kamili ni Lewis Mwanzia, ambapo hapa ni furaha kubwa kuwa katika kiwanja hiki cha kimataifa cha Ulinzi Sports Complex katika kushuhudia mechi ama tournament ya Defense Forces Handball Championships. Alafu huwa inaitwa Bora Cup, manake Bora Cup mkubwa wetu alibuni hilo jina la Bora Cup kwamba ambapo Bora Cup ni katika yale mashindano ya michezo yote, ule mshindi wa michezo yote kwa jumla
ama kadri unavyoshinda michezo mingi ndio unakuwa mshindi wa kombe la Bora Cup, ambapo kombe la Bora Cup kwa kifupi ni kombe la mkubwa wetu. Tunaweza kusema Chief of Defense Forces Cup. CDF sasa ile. Unajua tunasikia CDF Bora Cup lakini hatutambui ni nini na maanisha nini. CDF inamaanisha Chief of Defense Forces. Katika lugha ya Kiswahili mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Jamhuri ya Kenya. Sasa zile timu ambapo zitakuwa zimeshinda wingi wa mashindano tofauti tofauti. Maana yake kuna soka, kuna riadha, kuna darts, kuna draft, kuna kuogelea, kuna ndondi, kuna kambumbu, kuna volleyball, yote hayo. Hivi basi kama utaona timu kama itashinda katika handball, huenda katika michezo mingine itakuwa imeshindwa na timu zingine. Sasa ikijumuishwa wingi wa michezo ama idadi, ile timu itakuwa imeshinda idadi ya michezo mingi, ndiyo itakuwa mshindi wa kikombe cha Bora Cup. Sasa nimepata fahamu. Yani ngazi zetu za kijeshi ama KDF nilikwambia sio za kutiliwa shaka. Mipangilio yetu yani wala haina bugdha yoyote. Tunafanya mambo ngazi za